umetugusa, umetubariki. Mungu wa mbingu na nchi, mfalme, umetukwamua katika maeneo mbalimbali ambayo tulikwamishwa na yule mwovu. Umetunasua Baba katika maeneo mbalimbali ambayo yamkini tulikuwa tumenaswa na yule mwovu Baba, tukawa tupige hatua, lakini Mungu wa ajabu umesema nasi kwa lugha nyepesi. Mungu wa mbingu na nchi, katika vipindi mbalimbali, hata kwenye sifa sisi tunasema ulikuwa unasema nasi. Mungu wa ajabu, sio tu kwenye Sunday school, hata kwenye praising service Baba mwaminifu, umesema na sisi kwa lugha nyepesi. Tumejisikia vizuri, tumejisikia mguso, tumepata mguso Baba, tumekwamuliwa, tumepigishwa hatua Baba yetu na Mungu wetu ni juu. Hata pale kulikuwa na stress, msongo wa mawazo Baba yetu na Mungu wetu ni juu, kupitia Sunday school, kupitia ibada ya sifa, Mungu wa mbingu na nchi, zile stress Baba umezisambaratisha na vifungo vya aina mbalimbali vimepata kukatika. Mwaminifu Mungu wa ajabu ya juu, umeshughulika nasi, tunasema asante. Wakati huu Baba yetu, lipo jambo zuri, Mfalme mwema, Mungu mwenye nguvu, la kutukumbusha Baba yetu na Mungu wetu. Tuko tayari hata kwa hilo, tukumbushe, wakumbushe watoto wako Baba yaliyo wajibu wao, ni nini ambacho wanatakiwa kufanya Baba yetu na Mungu wetu aliye juu, ili wawe salama, ili ya kwamba Baba yangu na Mungu wangu aliye juu waendelee mbele, ili ya kwamba Mfalme mwema, Mungu wa ajabu, yaliyopita Baba yasijirudie tena juu yao. Mungu wa ajabu, Mfalme, ninakuamini, naomba tu ya kwamba mwachilie Roho wako Mtakatifu ndani yangu. Yeye ni mhudumu mkuu katikati ya kusanyiko lako Baba, naomba mwachilie Mungu Mwenyezi uliye juu, apate kutenda, apate kuhudumia watoto wako. Naamini ya kwamba kutakuwepo na wepesi Jehova, Roho Mtakatifu akihusika, kwa sababu hufundisha, Roho Mtakatifu hufundisha kwa lugha nyepesi, ili ya kwamba kila nalo jile Baba, watoto wako watoke na kitu Mungu wa ajabu ya juu, wala wasitoke wakiwa kama walivyokuwa mwaminifu wakati wanaingia mahali hapa. Na kuamini Mungu uishie milele, ambaye ni wakusikia na kujibu. Umenisikia, na kwamba Baba yangu na Mungu wangu aliye juu, umesimama nami na utanitumia Jehova, hatua kwa hatua Jehova, kama ni kwa sehemu ndogo au sehemu kubwa kidogo, vyovyote vile Baba, naomba kwamba wewe uhusike, ili ya kwamba ujio wa watoto wako nyumbani mwako usiwe bure, na ili ya kwamba nami mtumishi wako Baba kusimama kwangu mbele yao usiwe bure, katika jina la Yesu. Na kuamini umesikia na umefanyika jibu Baba, ninaomba na kushukuru, amen. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ikiwa ni saa 6 na dakika 6, kutokana na kwamba tumekuwa na maombi ya siku 3, Jumatatu mpaka Jumatano, maombi ya mfungo, nilitaabisha kabisa. Tulikuwa tayari kulipa gharama ili ya kwamba ndugu zetu wafunguliwe, ili kwamba ndugu zetu wawekwe huru, na tumeona Mungu akiwafungua. Sasa tukaona ya kwamba Roho Mtakatifu ameleta kitu hiki ndani yangu kwa nguvu sana, kwamba kwa kile ambacho tumekishuhudia Mungu akifanya, maana tumemwona Mungu akiwagusa watoto wake. Amen. Tumemwona Mungu akiwafungua watoto wake. Haleluya. Tumeona vifungo vikikatika kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Ndio. Sasa somo ambalo Mungu amenipa, niliandaa tarehe 6 mwezi wa 9 2015, wakati Mungu alikuwepo akiponya watoto wake sana ndani ya kanisa letu likiwa pale nyumbani kwa mchungaji. Mungu akawa amenipa somo hili kwamba nirudie kwa faida ya wale ambao Mungu amewatoa kwenye vifungo vya aina mbalimbali. Bwana asifiwe. Somo linasema tunza uponyaji ulioupata. Amen. Tunza uponyaji ulioupata.
kupata. Watu wote wakitulia mwanzo mwisho, nitafurahi sana. Na izingatiwe hata Pastor Kitu alifurahishwa sana na kanisa hili, na amelisemea sana kwamba amepita katika maeneo mbalimbali kihuduma, lakini hajawahi kukutana na utulivu kama ambao wamekutana nao katika kanisa hili. Baada zetu katikati ya wiki, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, alikuwa anaenda mara nyingine mpaka saa 12:30, lakini anasema ya kwamba alichokishuhudia kwa macho yake ya nyama ni kwamba watoto wa Mungu walikuwa wametulia. Kulikuwa na attentiveness. Attentiveness is umakini. Kulikuwa na umakini. Watu wapo, masikio yao yako hivi ili kusikia na kupokea yale ambayo yalikuwa yanawasilishwa, yalitoka juu kwa Mungu ili yalisaidie kanisa la Mungu la mahali hapa. Kwa hiyo watu wakawa makini. Anasema ya kwamba kwa macho yake ya nyama alishuhudia wote wakiwa wametulia, hamna kutoka. Kwa hiyo mwanzo mwisho, kuanzia mwanzo hadi mwisho akiwa madhabahuni, watu waliowakuta wakati anakaribishwa madhabahuni, aliwaona mpaka ile dakika ya mwisho anaposema ya kwamba today it is enough, leo inatosha. Yaani alikuwa anawaona wapo tu hapo wametulia mpaka mchungaji anaporuhusu kwamba jamani, kwa leo sasa tumeishia hapo, hebu tembeni majumbani tukaendelea na ratiba nyingine. Alishangazwa sana na kitu hicho, akasema katika makanisa mbalimbali nimekuwa sikutani na kitu kama hiki. Kwa hiyo kila nilichokiona mimi na shauri ya kwamba kiendelee kuwepo. Vile vile tuendelee kutulia mwanzo mwisho, na unaweza ukakuta kwamba mara nyingine yamkini adui anapita, adui anajaribu kuvuruga kwa namna moja ama nyingine. Wewe cha kufanya unaweza hata ukaomba kimya ukiwa umekaa pale, usichomoke. Na mimi nisiwe kushauri ya kwamba wewe ukajifiche kwenye chumba fulani uanze kuomba. Sasa wote wakitoka hapa itakuwaje? Unaona? Asante kwa Bwana. Yaani wakati nalisema hili nashangaa vitu vinamwagika hapa. Nimetoka juu. Bwana asifiwe. Sasa ngoja nikaombe basi, naona mambo hayaendi. Naona kama kuna baridi. Naona kama hakuna ushari wa kutosha. Naona kama hakuna kinachoendelea hapa. Ngoja nichomoke, nikajifiche pale niombe. Ukichomoka na mwingine atachomoka. Wa pili, wa tatu, wa nne, mpaka wa tano, mwishoni wote watatoka. Sio busara za kimungu kuchomoka. Wanaojua mchungaji anaposimama, iwe ni mchungaji mwenyeji au mchungaji mgeni, wanasema ya kwamba mimi nitahudumu pamoja na huyu mtu hali hapa. Usiwe bure, Mungu sema nasi. Amen. Na unapofanya hivyo ndani kwa ndani, sio lazima uombe mpaka sauti isikike. Hata ndani kwa ndani, Bwana tusaidie, Bwana tufunike. Uwepo wako Mungu uachiliwe mahali hapa, na mtumishi wako simama naye, mtumie kama upendavyo. Achilia ile confidence ndani yake. Confidence hizi ujasiri, achilia ujasiri ndani yake, anene siri zako kwa ujasiri. Wapokeaji tumekuja kwa ajili yako Mungu, mpe kunena kwa ujasiri, mpe kujiamini. Baada ya kufanya kama hajajiandaa vile, tusingependa hilo. Omba ndani kwa ndani. Sio kila kitu lazima mpaka usikike. Mpaka usikike, no. Kila kitu lazima mpaka kwenye kipaza sauti. Alafu vitu vingine ni kuachana navyo tu. Wewe unaomba, mzee atakayesimama leo, Mungu, msaidie. Hatutaki wazee wanaohirishe. Shuka Bwana, tembea. Kipaza sauti kiko mbali kule. Yeye anaendelea tu kulalama hapa. Mwingine yuko kona ile, yuko kwenye kona ile, wanaendelea na jambo hilo. Mungu tukuombe. Na mara nyingine unamnong'oneza Mungu, sio lazima sauti yako isikike. Jumapili iliyopita na si lazima mpaka kulikuwa nasema alipokutana nao wanafunzi wake, lakini pia alikutana
na Mafarisayo na Masadukayo wakamwendea wakasema, Yesu kwa kawaida huyu anajichanganya sana, unakuta yuko katikati ya watu. Na Yesu aliwajibu akisema ya kwamba ni nani kwenu ambaye ana kondoo 100 alafu kondoo moja kapotea? Wakabaki 99 ambaye hawezi akawaacha wale 99 eti anabaki nao, lakini yule mmoja ambaye amepotea akamwacha aende zake huko, aliwe na wanyama, ashambuliwe huko. Ndio akasema haiwezekani. Hata kama kuna kondoo 100, kondoo mmoja ikatokea kwamba ametoweka, amepotea, akasema ya kwamba huyo mwenye mifugo yake, mwenye mali zake, kwa kawaida huweza kuwaacha wale kondoo wapatao 99 ambao wako salama na kumfuata yule moja ili amrudishe kundini, watimie kondoo 100. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu akaendeleza, nafikiri ni kitabu cha Luka kama sura kama ya 15 au 16 kule, akasema ya kwamba tena ni nani ambaye ana shilingi 10 alafu akapoteza shilingi 1, ambaye hawezi akaondoka na kwenda kufagia huko usiku kucha akitafuta shilingi 1, na akiipata huwajuza wengine ili ya kwamba wafurahi pamoja na yeye. Alafu ile shilingi 100 inarudishwa mahali pake, shilingi 10 zinakuwa zimetimia pale. Inakuwa ni furaha sana. Hilo mimi nimelipenda. Na nasema ya kwamba somo hili limekuja kwa makusudi kabisa, kwamba ndio mara nyingi tunahudumiwa, lakini je, tunawaachaje wenzetu ambao wamekuwa kwenye vifungo kama hivyo? Ndio, je, ili wawe salama wanatuhitaji. Kwa hiyo maelekezo yetu, licha ya mafundisho, licha ya maombezi ambayo tunawapa, maelekezo yetu au mafundisho yetu yanahitajika sana, ili ya kwamba kupitia hayo wawe salama, ili ya kwamba kupitia hayo hata ikitokea wewe muombezi au mimi muombezi sipo, mwenyewe huko anakaa akijua ya kwamba kuna kitu ambacho nilielekezwa ya kwamba niwe nakifanya katika mazingira nilionayo haya, au katika vifungo hivi nilivyo navyo, na katika kufanya haya mambo, basi Mungu atakutana na mimi. Mungu atanyosha mkono wake, atapata kunigusa na atapata kunifungua, atapata kuniponya. Ndio, kwa maelekezo ni kitu muhimu. Na baada ya kusema hayo, niseme siku njema ya leo sana sana walengwa wa somo hili ni wale ndugu zetu ambao wamekuwa kwenye vifungo mbalimbali, wameombewa, wamefunguliwa, na wengine inawezekana vifungo vimekatika kwa sehemu na bado hawajafunguliwa kwa 100% zote. Yamkini wamefunguliwa kwa 90 au 85. Kwa hiyo tunatakiwa kabisa kwamba tuwasaidie ili ya kwamba security au usalama uwepo juu yao. Mimi nawapenda. Amen. Mimi nawathamini na natamani siku moja tuonane mbinguni aliko matumaini yetu. Natamani ni kuona ukitangaza ya kwamba I am more than a conqueror. Mimi ni zaidi ya mshindi. Natamani nisikie kitu hicho, baada ya kukaa mtu anajiinania, amejichokea na kusema ya kwamba sidhani kama kweli nitafika popote. Lakini tunatangaza kwa jina la Yesu Kristo ya kwamba walokole huwa wanafika popote, wanafika mbali. Amen. Kama wewe unafikiria kwamba ufiki mbali, madhabahu inasema ya kwamba utafika mbali kwa jina la Yesu aliye hai. Kama unajidania ya kwamba ushindi huo, unajidania kwamba unaweza ukashinda, madhabahu inatangaza ya kwamba walio na Yesu kuwa wanashinda. Na si kwa nguvu wala kwa uwezo, lakini kwa Roho wa Bwana. Anasema Bwana wa majeshi mwenyewe, yuko Mungu aishie milele. Yeye ni freedom fighter wetu. Amen. Yeye ni Bwana wa vita kwetu. Akisimama kama Mungu, lazima mambo yatiki kwa jina la Yesu. Hata kama yalikuwa hayaendi, lazima mambo yataenda kwa jina la Yesu.
ametuokoa, asingependa ya kwamba tushindwe kwa namna yoyote ile, asingependa ya kwamba tuimbe kwa namna yoyote ile, asingependa ya kwamba tukate tamaa kwa namna yoyote ile. Amen. Namshukuru Mungu. Niwapo na kaushuhuda kidogo. Hata juzi Alhamisi tuna jambo moja zito sana. La kumuua mtu. Na ukikaa katika kulitafakari, mbona mambo yako hivi, mbona jambo hili limekaa hivi, yaani kabisa unaweza ukapata pressure na katika kuendelea na stroke hapo juu. Mwisho wa siku mtu anakuwa hawezi kwa lolote lile. Namshukuru Mungu nisifike huko kote. Hebu tu kusema I'm here alone. No one knows my things. Hata mke wangu hajui mambo yangu. Hata wazee wangu wa kanisa hawajui mambo yangu. Hata mashemasi, sijui viongozi wa idara hawajui mambo. Watoto wangu hawajui mambo yangu. No. Huko siko. Namjua Mungu aishie milele. Kwa hiyo hata nikiwa wapi utanikuta niko vile vile. Kwa shetani mimi ni mkali. Kwa dhambi mimi ni mkali. Kwa michanganyo mimi ni mkali. Na kwa nini nitangaze kwamba nimeokoka? Mimi ni mtumishi wa Mungu wakati kuna ile michanganyo, wakati kuna vitu vya ajabu ambavyo ninaviendea, ninakaa navyo, ninaviishi. Hakuna haja. Ndio. Ni bora kuacha. Alafu watu nakula sadaka za watu, nakula zaka zao. Kumbe na unakuwa kama mwizi tu. Uwatendei haki na uwahudumia. Ni vizuri kuishi maisha matakatifu. Our God is holy. He wants us to be holy. Hallelujah. Our God is holy. He wants us to be holy. And we thank him that it is possible for us to be holy. Inawezekana katika jina la Yesu aliyetolewa na Mungu kwa ajili yetu, akachinjwa, akamwaga damu yake. Ile damu iliyomwagika inatakasa. Mtu anabaki ametakata, ni safi, bila mawa wala makunyanzi. Nilipata hilo mwaka 1982. Bwana kanitakasa, hakuna mawa wala makunyanzi ndani yangu. Ndio maana nasema nimeokoka. Wokovu maana yake ni hiyo, kutengwa mbali na shetani, kutengwa mbali na dhambi, ndio kuokolewa. Kuko kihivyo. Sio tangaza na mimi nimeokoka. Wewe umeokoka kweli? Amina. Tumeokoka kweli? Amina. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nafikiri ujumbe umefika. Kwa hiyo msibaki vinalia. Umetuacha, itakuwaje? Sasa sisi tutaishia wapi? Tutakuwa wa nani? Mtakuwa wa Yesu. Mtakuwa wa Mungu. Alafu atawapa mtumishi mzuri, mtamfurahia, mtampenda na mtaona ya kwamba hana tofauti na Maria. Bwana asifiwe. So msianze kuogopa mchungaji ndio anatoaga au ni siwaagi jamani. Kipande hicho nacho ni kizuri. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Siwaagi. This is not the farewell. This is not the so long. Sio ujumbe wa kwaheri. Nipo. Amen. Alafu mtu mmoja, ila siamini hilo, akasema mchungaji wewe ufi. Utapiga mpaka 120, wewe utanyakuliwa, hutakufa. Nikasema amefika mbali sana. Bwana nitamkia kweli vitu kama hivi? Sikuamini. Na siamini mpaka sasa. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Okay. Tunza uponyaji ulio upata. Tulisema kwamba chochote kizuri alicho nacho mtu hudumu kwa kutunzwa. Ndio maana katika jamii kuna usemi umezoeleka unaosema kitunza ili kidumu. Kabla ya kuona ni jinsi gani tuwaweza kutunza uponyaji, hebu tuone kazi za pepo wachafu. Tuliona namba moja ya kwamba wanafanya kazi
ya kuwashawishi wanadamu na kuwatendesha dhambi, lengo likiwa ni kuwatenga na Mungu na mwisho watupwe jehanamu ya moto aliyoandaliwa Shetani pamoja na malaika walioasi. Kazi za pepo wachafu, namba moja ni hiyo, kwamba wanafanya kazi ya kuwashawishi wanadamu na kuwatendesha dhambi, lengo likiwa ni kuwatenga na Mungu na mwisho watupwe jehanamu ya moto aliyoandaliwa Shetani pamoja na malaika walioasi. Namba mbili, kuwafanya watu kuwa vichaa. Hilo ukisoma kwenye kitabu kile cha Marko sura ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 15 utakutana na hilo. Kichaa. Na Yesu katika utumishi wake, katika huduma yake ya miaka 3.5 alikutana na watu ambao ni vichaa na alifanya huduma juu yao, walifunguliwa kabisa, lakini katika kufunguliwa kwao ilibainika kabisa ya kwamba walikuwa wamekaliwa na pepo wachafu. Walimwagwa, walipiga kelele, lakini mwisho wa siku wakasema, yale mapepo yakasema ya kwamba tunaungua, tunaenda. Yakatoka. Kesho yake walikutwa wale watu ambao walikuwa vichaa kabisa wakiwa wazima. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo mapepo wafanya watu kuwa vichaa. Marko 5 mstari wa 1 mpaka wa 15 kwa wakati wako utasoma. Lakini wafanya watu kuwa bubu, wafanya watu kuwa viziwi na vipofu. Ndio. Hiyo ni kazi ya hayo mapepo. Tukakuta kwamba bubu kama bubu, kiziwi kama kiziwi, au kipofu kama kipofu katika huduma. Na tunamshukuru Mungu kwamba haya yote ambayo nimeyataja hapa, nimeorodhesha hapa, unaposoma habari za Bwana wetu Yesu Kristo akiwa kazini katika kipindi kile, alikutana nao, aliwawekea mikono, alikemea na waliweza kufunguliwa kwa jina lake Yesu Kristo, waliweza kuponywa, viziwi walipata kusikia na wale vipofu walipata kuona tena kupitia huduma ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa anaifanya. Ndio maana wakati anakaribia kuondoka kuwaacha wanafunzi wake ambao walimkubali kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, alithubutu kusema ya kwamba mtu akiniamini mimi, kazi zile ambazo nimekuwa nikizifanya yeye naye atazifanya hizo. Lakini pia kuna maeneo ambayo neno la Mungu linasema ya kwamba wakati anawapa agizo, ndio amewapa kazi ya kufanya, akasema enendeni, hubirini. Lakini katika kuhubiri kwenu pozeni wagonjwa. Haleluya, Bwana asifiwe. Anasema ya kwamba fufueni wafu. Haleluya. Anasema ya kwamba toeni pepo. Anasema ya kwamba takaseni wenye ukoma kwa jina langu. Hawakuwa anaenda kwa majina yao, kwa jina lake Mbalinga. Kama Mbalinga anaenda anatumika, kwa hiyo analitumia jina hilo kwamba kwa jina langu mimi Mbalinga. No, Mbalinga hana chochote isipokuwa jina la Yesu. Hilo limebeba uponyaji, hilo limebeba wokovu, hilo jina la Yesu limebeba majibu. Ndio maana tunatakiwa kulitetea sana, hata katika maombi unaweza ukapata kujua, yani kufumba na kufungua, kwamba huyu mtu ana roho gani. Anaweza kuomba, Baba, niponye, mponye huyu, mponye. Mwisho anasema amen. Hajalitaja jina la Yesu. Very danger. Ni hatari sana hapo. Tunapoomba lazima kabisa jina la Yesu kwenye maombi yetu litawale. Amen. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mungu umeahidi, alafu umesema lolote tokale liomba kwa jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo, Mungu utafanyika jibu katika hilo, utaleta majibu. Baba, kwa jina la Yesu naomba, tenda Bwana, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu. Amen. Kwa hata mimi mliofunguliwa, jina la Yesu, kama tunavyoelekeza ya kwamba mnatakiwa kufanya nini, mnatakiwa kuomba. Basi katika maombi hayo usianze kuomba dakika 10 mpaka 15 mwisho unasema amen, lakini katika maombi yako hujalitaja jina la Yesu. Unakuwa umepiga kelele za bure, maana Mungu hutusikia tunapoomba kama tunalitaja jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Say amen. Bwana Yesu asifiwe.
Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo mapepo huwa yanawafanya watu kuwa bubu, yanawafanya watu kuwa viziwi, na yanawafanya watu kuwa vipofu na mengine mengi. Okay. Ile Mathayo sura ya 9 mstari wa 32 hadi 33, lakini pia Mathayo sura ya 12 mstari wa 22. Kwa wakati wako utasoma. Na somo hili nashuhudia kwamba itabidi nilipeleke stationery, ili ya kwamba licha ya kufundisha hapa, kwa sababu ninyi sio computers, hamwezi mkayachukua yote haya. Ukiwa na nakala mkononi mwako unapitia mara kwa mara, itakusaidia sana, kwa sababu inabidi usome, ulipitie, lakini pia uingize kwenye matendo, uliishi. Bwana asifiwe. Okay, hiyo nilikuwa namba 3, kwamba huwafanya watu kuwa bubu, kuwa viziwi na vipofu, yapo na mengine. Mathayo 9:32 hadi 33 na Mathayo sura ile ya 12 mstari wa 22. Namba 4, pia mtu mwenye pepo hajiongozi mwenyewe, isipokuwa roho chafu ndio huongoza kunena na kutenda kwake. Mtu mwenye pepo au mapepo hajiongozi mwenyewe, isipokuwa roho chafu ndio huongoza kunena na kutenda kwake. Na jirani zangu fulani, yani akianza kuongea, yani amalizi yale maongezi yake bila kuingiza tusi. Na ndio anasikia raha kweli kweli. Matusi yenyewe mabaya, vitu vyenyewe vya ajabu mpaka unasema Mungu wangu. Hivi angekuwepo mama yake hapa, angetamka anavyovitamka hivi. Angekuwepo shangazi yake, bibi, mzaa baba au mama, dada, angethubutu kweli kusema vitu kama hivi ambavyo anavitamka hapa. Vichafu. Naona? Lakini mwisho wa siku mtu huyo aje kwenye mazingira kama haya, tunaabudu, alafu tunasema kuna intercession, maombezi yanafanyika. Kuna maombezi yanafanyika hapa, watu waje, na watu usipowaita ibada tu, moto zinazoendelea, unaweza ukakuta mtu anahangaika kule, anaweweseka, mwisho wa siku anabwagwa chini na kuanza kulalamika, kupiga kelele kwamba mnatuunguza. Hajaguswa na mtu yeyote yule. Ni kuonesha kwamba yale yote ambayo yamo ndani yake, amkini mtukanaji, alafu na wewe ndio bado tu unasema this is my best friend, huyu ni rafiki yangu bora sana, mtu muhimu sana kwangu huyu. Yani kabisa hata humsaidii ya kwamba vitu vingine hivi havitakiwi. Usitamke vitu kama hivi vibaya namna hii. Ndio ukikutana naye, wewe ukikutana na mtu kama huyo, ni kumsaidia hatua kwa hatua. Lakini mbona hivi? Hii ni mbaya. Kwa nini uingize vitu kama hivyo? Mazungumzo yani kabisa yatakuwa mazuri tu hata usipoingiza vitu kama hivyo. Kwa nini akili inakuwa hivyo? Tuwasaidie. Bwana asifiwe. Tuwasaidie kabisa. Haijalishi mnafahamiana au hamfahamiani, unapokuta kwamba anabwabwaja, anamimina tu, na kwa kinywa chake anatamka vitu vya ajabu, ni kumwambia kwamba haitakiwi namna hii. Alafu utawakosa watu wengi sana katika jamii, kwa sababu walio kama wewe ni wachache sana. Kwa hiyo hao ndio utakuwa nao, lakini wengine ambao hawapendezewi na mambo kama haya, hawapendezewi na vitu kama hivi ambavyo wewe unavitamka, hawezi kushikamana na wewe hata siku moja. Not polite. Sio adabu. Vinaharibu. Kwa hiyo pia mtu mwenye pepo hajiongozi mwenyewe, isipokuwa roho chafu ndio huongoza kunena na kutenda kwake. Namba 5, pia pepo mchafu humfanya mtu kuwa na nguvu zisizo za kawaida. Unaona? Pia pepo mchafu au pepo wachafu humfanya mtu kuwa na nguvu zisizo za kawaida. Ndio maana watu wamekuwa wakisambaratisha. Tunaendelea kuomba, akitupa mikono yake huko, utasikia mwingine yuko kule, haijalishi ana kifua cha jinsi gani, haijalishi kabisa yeye ni pandikizi. Unakuta kwamba hata kama huyu ambaye amepagawa na pepo au anakaliwa na mapepo, basi anamsambaratisha, anamsukumia mbali huko. Unaweza kukuta kwamba
Mwenye pepo yuko chini, lakini yule anayemwombea kabisa kabisa atasukumwa mbali. Unaweza kukuta naye yuko chini huko, kwa sababu mtu mwenye pepo ana nguvu zisizo za kawaida. Mungu atusaidie. Marko 5 mstari wa 1 hadi wa 4 utaliona hilo. Lakini pepo huwaletea wanadamu magonjwa ya aina mbalimbali. Halina maelezo zaidi. Pepo au mapepo huwaletea wanadamu magonjwa ya aina mbalimbali. Ndio maana tunapofanya deliverance, ibada ya kuwafungua watu kutoka kwenye vifungo, unaweza ukakuta kwamba mtu alikuwa anaumwa, lakini anakuja anabwagwa. Wakati maombezi yanaendelea, kibwagwa, pepo linamtoka. Linapomtoka, ugonjwa aliokuwa nao unaishia pale. Tungesema amen. Bwana Yesu asifiwe. Alafu namba 7, pepo huwafanya watu kuwa wazinzi, walevi na tabia nyingine chafu. Pepo huwafanya watu kuwa wazinzi, walevi na tabia nyingine chafu. Ashukuriwe Mungu. Bwana Yesu alikuja ili azivunje kazi za ibilisi au shetani na mapepo. Bwana Yesu alikuja ili azivunje kazi za ibilisi au shetani na mapepo. Hebu mtu mmoja asome hiyo Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 8, tuone leo Mungu anasemaje hapo. Ile vifungo vingine tumeviacha, utasoma kwa wakati wako, lakini hicho hebu tusome. Yohana wa kwanza 3:8. First John wa kwanza, Yohana wa kwanza 3:8. Jina la Yesu. Yohana wa kwanza 3:8. Ndio. Atendaye dhambi ni wa ibilisi, kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili Mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Hallelujah. Is it possible for you to clap your hands for Jesus Christ? So please. Hallelujah. Tuliye naye alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi, azivunje kazi za shetani. Amen. Amen. Chochote kisicho cha Mungu kinachokukalia, Yesu alidhihirishwa ili avunje hicho ambacho ni cha kwake shetani. Yesu alidhihirishwa ili kuvunja, ili kuharibu. Weza kumshukuru Mungu unapomkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Anakuweka huru mbali na shetani na mapepo. Amen. Amen. Ndio maana kwenye insistence, mkazo wangu katika siku njema ya leo ni huru, kwamba ili uponyaji huo ulioupata hudumu, uendelee kuwepo. Mshike sana Yesu, mng'ang'anie. Unapomng'ang'ania Yesu ni sawa na unajiweka kwenye mikono salama ya Mungu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unapomkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako, anakuweka huru mbali na shetani na mapepo na vifungo vyote na roho zote za ajabu. Mtu mwili ulikuwa unawasha tu, yaani muda wote anatamani tu mara kile ambavyo vinaharibu, ambavyo vinatia unajisi. Lakini cha kumshukuru Mungu ni hiki, ya kwamba tunapomkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tunafunguliwa kutoka katika vifungo hivyo vyote. Roho chafu ambazo zipo zinatufunga, zimetuchezea kwa muda mrefu, tunapomkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tunafunguliwa, tunawekwa huru. Amen. Amen. Halafu cha kumshukuru Mungu ni hiki, ya kwamba tunapoendelea kumrishia Mungu wetu yoyote anayetuishia yaliyo kinyume na mapenzi ya Mungu, tunadumu
kuyaambia hayo ya kwamba no, it's wrong number. Yeah, we lived such the life before, but now I belong today. Nilifanya vya kutosha, sasa sio wakati wa mimi kuyafanya hayo tena. Kama mtu wa Mungu, ninafanya yaliyo ya Mungu, ninaishi na Mungu, namtaka Mungu, na ninafanya yaliyo ya Mungu. Hata unajichunga mwenyewe, ungoji Balinga kuchunge ungoji wazee wa kanisa wakuchunge. Na mara nyingi wanapokupa instructions, maelekezo ya kwamba unatakiwa ufanye hivi, ni sawa na wana kufundisha uchungaji. Umchunge nani? Uchunge roho yako. Bwana Yesu asifiwe. Ujichunge mwenyewe na utafaulu tu kwa jina la Yesu Kristo. Wewe unapokuja ni kupingana. Biblia ya kwako na ya kwangu, ukienda kwenye ile ya Kiingereza, Yakobo sura ya 4 mstari wa 7 na 8, anasema resist Satan and Satan will flee from you. Come near to God and God will come near to you. Mpingeni shetani naye shetani atawakimbia. Baba, mpinge shetani, shetani atakukimbia. Mama, mpinge shetani, shetani atakukimbia. Utaishi hivyo mpaka lini? No one knows my things. I'm here alone so I can do anything. Walokole hawako hivyo. Na mimi kama mlokole, mara nyingi shetani anaponiletea vitu napingana naye, halafu namwambia kwamba hayo sio maisha ya walokole. Na namwambia Mungu ya kwamba nisaidie ili ya kwamba niishi kilokole. Yale ambayo Mungu nataka niyafanye, hayo ndiyo niyafanye na si vinginevyo. Nisaidie Jehova. Adui kwa ajili ya ile nature yetu. Nature hizi asili. Nature hizi asili. Ile asili yetu huwa anakuja, anakurundikia vitu vya ajabu ili ushawishike. Na kama una roho nyepesi, na kama una stamina ya kutosha, ile spiritual muscles, ndio misuli ile ya kiroho unayo ya kutosha, unaweza ukajikuta huyo anadondoka, anachukuliwa, anafanya dhambi, anagaragazwa, anaburuzwa. Wababa wa kanisa hili hatujaokolewa ili tuburuzwe, pamoja na vijana wenzangu wa kiume. Even me, I am a young like you. Vijana ndio yaani kabisa, habari ya kugaragazwa. Wala usijirahisi ukasema ya kwamba I am alone, bado mimi niko single, ni msingo mimi. Kwa hiyo yamkini shetani anisumbua hivi kwa sababu ya usingo. No. Hata kwa watu ambao ni single, owe sio single, yeye shetani huwa anaingia humo kuharibu. Lakini wote hata wale ambao ni single, bado yuko peke yake, aweza kumshinda shetani na roho chafu zilizomwagwa kutoka kuzimu kwa jina la Yesu aliye hai. Ushindi ni lazima kwa mtu aliyeokoka. Kushindwa sio fungu letu. Tumeitwa na Mungu ili tuwe washindi. Kama hilo haitoshi, nasema we have been called by God in order to be winners. We have been called by God in order to be victorious. Chukua hilo. Usema washirika wenzangu kule kanisani Mbezi Mtoni, hiyo GT, hapa nilipo niko peke yangu, wala hakuna yejua mambo yangu, ngoja nifanye hivi. Walokole hawako hivyo. Sawa? Walokole wanamhofu Mungu. Walokole wanakesha. Maana pia tumeagizwa na Bwana Yesu ya kwamba tukeshe, tusije tukaingia majaribuni. Roho iradhi lakini mwili ni dhaifu. Mevaa miili mara nyingine natuletea vishawishi vya ajabu, na kwa sababu bado tuko katika miili hii, alafu tuko duniani, unakuta kwamba mtu amechukuliwa. Nisingependa waumini wangu hata mmoja achukuliwe na shetani. Mlivyo hapa kama mlivyo, siku moja tuonane mbinguni yaliko matumaini yetu kwa jina la Yesu. Na inawezekana kumshinda shetani kwa kukanyaga chini ya nyayo zetu, kukanyaga, kumshinda ukiwa na Yesu, ushindi ni wetu.
Hatujaitwa ili tuwe wa kuchezewa chezewa. Hatujaitwa na Mungu ili tuwe wa kubuluzwa buluzwa. Hatujaitwa na Mungu ili tuwe wa kugaragazwa garagazwa. Na mwaka jana aliangukaga, lakini mwaka huu amesimama tena. Na mwaka juzi aliangukaga, lakini juzi hapa amesimama tena. Hatujaitwa kwa ajili ya hayo. Tumeitwa ili tuwe na Mungu na Mungu akiwa ndani yetu. Na sisi tukiwa ndani yake, ushindi ni kitu cha lazima. We are more than the conquerors in Jesus' name. We are more than the conquerors in Jesus' name. Hata wala ambayo unatisha, alafu unajifariji, unajua Bwana niko duniani, alafu hata Mungu mwenyewe anajua. Mungu anajua uko duniani sawa, lakini alimleta Yesu ili katika Yesu wewe uwe giant kwa shetani. Umshinde shetani na kazi zake. Uzishinde dhambi. Ushinde vishawishi vya aina mbalimbali. Kushindwa sio fungu letu. As Church of God, failing is not our heritage from God. As Church of God, failing is not our heritage from God who saved us, but victory is our heritage from God who saved. Ni urithi wetu kutoka kwa Mungu Israeli. Mimi niliona tangu nimeokoka tarehe 29 Oktoba 1982 niliona kwa Yesu. Ni hiyo mambo kama haya. Wengine wamekuwa wakinipigia simu wanasema, ni afadhali unaendelea kuishi baba. Mwaka ule wa 2022 ilikuwa uondoke, lakini Mungu ametuhurumia, ameona uendelee kuishi. Vitu vingine tunavisikia unaposimama ambavyo yani mpaka tunawaza, nani mwingine angesema kama haya ambayo baba yetu anasema? Ni vya kawaida tu, yale tu ya kila siku. Kuna wenzako hapa wanachukua, wanayaishi na wanamuona Mungu kupita kawaida. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Tunapompokea Yesu anakuweka huru mbali na dhambi pia. Tuone jinsi ya kutunza uponyaji. Sasa sitasema sana, nimechungulia saa yangu imeniambia kwa wapi mpaka sasa. Lakini yote ambayo yameendelea ni mazuri kabisa kabisa, yanajenga, yanabariki, yanagusa mioyo kabisa kabisa. Hebu tuone jinsi ya kutunza uponyaji. Namba 1, yakabidhi kikamilifu maisha yako kwa Mungu. Kitendo hiki kitasababisha muendelezo wa uponyaji na pia ulinzi wa Mungu juu yako, kiasi kwamba shetani au mapepo yake hayawezi kukuingia tena. Yakabidhi kikamilifu maisha yako kwa Mungu. Kitendo hiki kitasababisha muendelezo wa uponyaji na pia ulinzi wa Mungu juu yako, kiasi kwamba shetani au mapepo yake hayawezi kukuingia tena. Na maandiko yapo, but time is not enough. Namba 2, kudumu katika wokovu. Jinsi ya kutunza uponyaji. Namba 2, dumu katika wokovu. Kudumu katika wokovu au dumu katika wokovu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hayo yazingatiwe. Amina. Umefunguliwa, vifungo vimekatika, watu wamegharamia. Hata Mbalinga huwa na tumbo mara nyingine mpaka mke wangu anacheka. Kwa nimesimama pale kona ile, anaweza kaja anasema sio nakimbilia wapi huyu. Kumbe ameona katumbo kangu, amebarikiwa kweli kweli. Anakuja kukapapasa papasa, anasema jamani, kumbe duniani hakuna wembamba. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini tunapokuwa kwenye maombezi, tunasema tuna siku kadhaa za kumwendea Mungu, vitumbo vinayeyuka. Ndugu yangu moja juzi nilimtaja hapa. Kabisa unakuta yani kabisa kamaenda hata akitembea ameinama hivi, anakwenda anaenda hivi. Lakini ndani ni jitu. Amina. Ndani ni giant.
Bwana asifiwe. Shetani anaona hili jitu ni moto wa kuotewa mbali, kitumbo kimeenda, lakini ndani imo nguvu ya Mungu ya kupita maelezo. Ipo nguvu ya Mungu isiyo ya kawaida. Kwa tunagaramia. Ndio. Kienda kwa mitume na manabii, atakupa vitambaa, atakupa mafuta, atakupa sabuni za upako, atakupa maji, mara nyingine na asali na vingine. Sisi kwetu upako unatokana na mambo makubwa matatu. Sikupanga kusema kitu hicho, lakini ngoja nikitumbukize. Roho wa Mungu ameniruhusu. Upako unatokana maombi, kuwa na neno la Mungu kwa wingi ndani yako, jumulisha utakatifu. Upako hatuupati kwenye vitambaa wala sabuni za upako wala maji wala kile. Leo hii tutasikia leo mtakula keki. Kuna mheshimiwa mmoja naye akaanzisha huduma yake, anasema leo nitalisha watu keki ya upako. Siri iweje? Kwenye keki wala hamna kitu. Na mwenda wazimu mmoja, sijui nabii nani yule, sijui ni kuhani, sijui nani, akasema hayo hayatoshi, mimi naleta chupi. Yesu wa Nazareti. Watu wanaondoka na chupi. Anasema nikiwa na chupi hii amenipa nabii, mambo yangu yatanyoka tu. Anaenda kuvaa kama ambavyo wameelekezwa. Kama na chupi ya nabii, ichome moto haraka kwa jina la Yesu. Sijui nani angeweza kusema haya. Mimi nina confidence, nina ujasiri kabisa. Mungu anachoweka ndani yangu ninakipeleka. Wanaenda na kama mafuta yapo wanayo majumbani, sabuni za upako, vitambaa, hilo nalo lipo. Anaenda leo nitagawa chupi. Alafu jamani, wajinga ndio waliwao. Jamani, wajinga ndio waliwao. Najitokeza mbio, naenda kuchukua chupi ya nabii kwa nabii. Si ameitoa wapi? Naenda nguvu za Mungu hazitoki huko. Usalama haupo kwenye chupi mtu aliyopewa na nabii. Sawa? Upako unatokana na neno la Mungu. Upako unatokana na maombi. Lakini mtu akiwa anaishi maisha matakatifu, kitu kinachoitwa anointing kinakuwa released ndani yake kupita maelezo. Kinaachiliwa ndani yake kupita maelezo. Unaweza kukuta mtu anasema inawezekana kabisa kwamba labda hawana upako wa kutosha, wale ambao wamemwombea mtu na dalili zikaonekana kwamba amefunguliwa, lakini tena vinajirudia. Tatizo haliko kwa waombezi. Tatizo sio kwamba wale watu hawana upako, wana upako wa kutosha kabisa. Tatizo linakuwa tu mtu mwenyewe kwamba hajakabidhi kikamilifu maisha yake kwa Mungu. Kwa hiyo ili uwe salama na ili uponyaji huo udumu, uendelee kuwemo ndani yako, unatakiwa kwamba uyakabidhi kikamilifu maisha yako kwa Mungu. Amen. Dumu katika wokovu. Alafu namba 3, labda tutaishia namba 3 katika namba mpaka 6 hivi. Kwa leo tutaishia hiyo namba 3, alafu nitasema kwa nini kutunza upako. Vipengele vingine vitatu siku nyingine. Anasema hivi, namba 3, ishi maisha yasiyo na michanganyo. Kwenye mabano anasema usiguse chochote kilicho kichafu. Amen. Hapo kwa duniani kuna vitu vingi vichafu. Alafu nakuta mtu anashawishika. Na kwa ajili ya ile nature ambayo tuko nayo ni hatari. Tunatakiwa kukesha, tunatakiwa kabisa kujilinda. Ni kwa njia ya maombi tunapokuwa tunafanya hivyo, hata yakituijia unakuta kwamba yana bounce, yanashindwa kabisa. Tunakwenda kuundwa au kutengenezwa jambo jingine au kitu kingine kwa ajili ya mtu huyu. Kinaletwa kwamba labda katika hili huyu mtu tutamshinda, lakini walokole sio wa kuwashinda. Shetani hawezi kuwashinda walokole. Chukua hilo kwa jina la Yesu. Mapepo hayawezi kuwashinda walokole. Chukua hilo kwa jina la Yesu. Dhambi ya aina yoyote ile haiwezi ikamshinda mlokole. Chukua hilo kwa jina la Yesu. Kwa hiyo ishi
Ishi maisha matakatifu yasiyo na michanganyo, usiguse chochote kichafu. Hebu mtu mmoja tusomee hiyo Korintho wa pili sura ya 6 mstari wa 14 hadi wa 18. Haraka CGM. Korintho wa pili 6:14 nenda mpaka 18. Mwingine atufungulie ile Thesalonike wa kwanza 4:7, na mwingine kwa sababu ndio andiko letu la mwisho atufungulie Ufunuo 21:27. Ufunuo sura ya 21 mstari wa 27. Soma Korintho wa pili 6:14 hadi 18. Sifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa. Maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliali? Au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwenye 16 mpaka 17 pale kuna point mpaka 18, okay? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Kwa Mungu, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana. Siguse kitu kilicho kichafu, dhambi, nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usiguse chochote kilicho kichafu. Dhambi kama dhambi, achana nazo ukitaka uwe salama. Na ikitokea tu umeshawishika, kamkini kwa ajili ya nature yako, ukashawishika ukafanya dhambi, unaweza ukashangaa kesho kutwa yanakurudia mengi, vifungo vinakurudia na inakuwa zaidi ya ulivyokuwa mwanzo. Kabisa utateseka, utasumbuka sana. Mara nyingine kwa sababu umejichanganya, hata wale waombezi wanaweza wakalia sana, wakaacha hata kula na kunywa kwa ajili yako, lakini mpaka kuja kufunguliwa gharama kubwa itatumika. Kwa hiyo linalotakiwa kufanya ni kutokugusa chochote kilicho kichafu. Na ashukuru Mungu ambaye ni mtakatifu, anasema ya kwamba tutakapokuwa tumetengwa au tumejitenga na chochote ambacho si cha Mungu, cha kishetani, tumejitenga nacho, tutakuwa kwake ni watoto wake wa kiume na wa kike. Ni raha iliyoje! Yeye anaitwa Mungu wetu na sisi tunaitwa ni watoto wa Mungu wa kiume na wa kike. Ni baraka iliyoje! Bwana asifiwe. Hiyo Thesalonike wa kwanza 4:7 tulichoitiwa. Maana Mungu hakutuitia uchafu bali tuwe katika utakaso. Mungu akubariki Madam Eunice. Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona hapo Mungu ametuitia utakatifu au utakaso. Ametuita ili tuwe watakatifu. Au kujichanganya wewe unasema kikubwa naenda kanisani, tena kanisa la kilokole, tena kanisa la EAGT. Wala haitoshi. Natoa sana sadaka, natoa na zaka, lakini bado kuna michanganyo, bado uishi maisha yale matakatifu. Kama utaendelea hivyo mpaka siku ile, utajikuta unaachwa na Mungu aliye hai. Wanapoondoka wewe ulikuwa escorter, ulikuwa msindikizaji tu. Wengine wanaingia wanaenda zao na Bwana kule ambako yako makao yetu, unajikuta wewe unajuta tu. Imekuwaje? Ndivyo ilivyo, na ni vizuri tukawaambia watu ukweli ulivyo. Haijalishi wengine huwa kabisa wanajenga chuki. Anaposikia tu anaambiwa ule ukweli, kila siku anajenga chuki dhidi ya huyo mtumishi wa Mungu. Paulo katika Galatia fulani hivi anasema ya kwamba nimekuwa adui yenu kwa sababu nawaambia iliyo kweli. Anayesema kweli mpende. Amen. Mthamini, shikamana naye, ataifanya hatima yako iwe nzuri sana. Tumeitiwa utakatifu, watu wa Mungu. Tumeitiwa hilo. Na hakuna mwanadamu hata mmoja ambaye anafaa machoni pa Mungu pasipo utakatifu. Na mbinguni tiketi yetu ya kumuonesha Mungu kwenye lango lile
ni utakatifu, wala sio uchungaji, wala sio uimbaji, wala sio huduma yoyote ambayo mtu ameishi amekuwa nayo maishani mwake, wala sio sadaka zake. Utakatifu, holiness. Say holiness. Haya, kwa Kiswahili utakatifu. Utakatifu ni kitu muhimu. Kesha ndugu yangu, nature inasumbua wengi. Maana wengi ukakuta wanasema yaani mambo aliyoyafanya ya kipumbavu kabisa. Amefanya mambo ya ajabu. Dhambi hii ndio imemwangusha. Kwa nini waanguke? Bwana anasema kesha. Nje kuna mbwa, nje kuna wachawi, nje kuna wazinzi, nje kuna waabudu sanamu, nje kuna ajali za kila namna za kiroho na kimwili. Nje huko kuna roho chafu za kila namna zimemwagwa kutoka kuzimu. Anawindwa mbalinga, anatafutwa mbalinga, unatafutwa wewe. Usipokesha utaburuzwa, utagaragazwa. Na sisi tunaona bora tuseme kuliko siku ifike. Mungu anamwambia mtu ya kwamba you have never been my disciple. You have never been my disciple. You have never been the Christian. Hujawahi wewe kuwa mwanafunzi wangu. Hujawahi wewe kuwa Mkristo. Hujawahi. You have never been. Kwa tunaona afadhali hayo tuachane nayo kabisa, lisije likatokea jambo hilo. Tuwaweke watu kwenye mazingira ambayo watakapokutana na Mungu, Mungu atasema well done, vema watoto wangu, ndio mliokoka mkaniishia na mmefika yaliko matumaini yenu, karibuni. Bwana asifiwe. Alafu tawakumbuka waliokuwa wanakuhudumia na kusema ya kwamba asante kwa ajili ya hao watumishi wa Mungu, kwa sababu wao wamesababisha ya kwamba mimi nimalize vizuri, nimefika huku ambako ndiko yaliko matumaini ya watakatifu wote. Ile Ufunuo 21:27 anasemaje bana? Na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha Mwana-Kondoo. Haleluya. Jina lako limeandikwa. Ulipokata shauri, jina lako limeandikwa kwenye kitabu kile. Thamini sana kitu hicho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jina langu limo mle. Kwa hiyo ndani yake, yani katika mbingu ile, katika makao yale ya Mungu, hakuna chochote kilicho kinyonge kitakachoingia. Bwana asifiwe. Ni wale tu waliotakaswa kwa damu ya Mwana-Kondoo, wamemwishia Mungu kikamilifu kabisa, wana nafasi katika mbingu ile. Vipengele vitatu siku nyingine, lakini mwishoni pale anasema kwa nini kutunza uponyaji. Anasema ni kutokana na kwamba bila kufanya hivyo magonjwa au mapepo yaweza kukurudia. Na Mathayo 12:43 hadi 45. Alafu anasema ndio maana hata Bwana Yesu mara nyingi baada ya kuwaponya watu aliwaagiza kuwa wasitende dhambi tena, yasije yakawapata mambo mabaya zaidi. Yohana 5:10 hadi 14, lakini pia Yohana sura ya 8 mstari wa 11. Tunapata shida unapoona ya kwamba ulishamhudumia mtu tayari amekuwa kiroho, ameendelea vizuri. Kama kulikuwa na vifungo vilikatika, mapepo yaliaga yakasema mnatuunguza, kwa herini. Siku ya siku unakuta tena yule anabwagwa chini. Nini tatizo? Nalo ni vifungo. Tatizo alilolo ni mapepo. Yaani tunawaza tunafika mbali sana. Kulikoni? Huyu ameirudia dhambi, amegaragazwa na shetani, ameburuzwa, tunapata shida. Kwa hiyo ili uwe salama, basi wewe yakabidhi kikamilifu maisha yako kwa Mungu kama nilivyotangulia kusema. Kitendo hiki kitasababisha mwendelezo wa uponyaji na pia ulinzi wa Mungu juu yako, kiasi kwamba shetani au mapepo yake hayawezi kukuingia tena. Kwa leo tunaishia hapo. Sawa kwa leo tunaishia hapo. Na hata msipopiga makofi, haina shida kabisa. Najua message send, message deliver. Bwana asifiwe. Hayo ndio ambayo yametoka kwa Bwana ili atusaidie. Asante kwa Bwana. Kwa nimetamani niite watu wachache ambao
kwenye maombi yetu ya siku 3 waligaragazwa kweli kweli, ndio walibwagwa sana, walitupiga mateke, lakini mwisho wa siku yakasema kwaherini, tunaumia, mnatuunguza, kwaherini, kwaherini. Na tulivyoangalia kwenye nyuso zao, macho yao, tukaona kwamba kwa kweli Bwana amefanya kazi kubwa ndani yao. Sasa nilikuwa nimetamani ya kwamba wachache wangeweza kuja madhabahuni tu, kwa sababu waombezi wapo. Ngoja tusifanye hivyo, muda wetu umeenda. Hivi sasa ni saa 7:10. Inatosha tu, waombezi wapo. Kwa hiyo tunaweza tukafanya huduma hiyo mchana tukisha maliza ibada yetu, na labda kwa dakika 1.5 2 hivi, najua kwamba kuna kitu ambacho Mungu amekiachilia ndani yako cha kukusaidia, na moyoni mwako umejawa na shukrani kwa ajili hiyo. Mungu anatamani sana asikie watu wakimshukuru. Kwa hiyo hebu peleka mbele za Mungu shukrani, na unaweza kumwambia Mungu kwamba nisaidie, nilinde, ili ya kwamba niishi sawasawa na maelekezo haya. Pale ambapo Mungu umenikataza, basi nibaki kwenye hayo makatazo, wala nisibariki au kuruhusu chochote kile ambacho hakitokana na wewe Mungu, kwamba mimi niishi huko, niishi katika mambo ambayo hayafai. Mungu nisaidie. Hebu fanya hivyo, alafu shemasi wetu cameraman, photographer, yeye atakwenda kutamka neno masikioni mwa Mungu kwa ajili yetu sisi sote kwa dakika kama 3 hivi, alafu tutaishia hapa. Hebu mimina moyo wako kwa Bwana. Mfano unyamaza kimya hapa kwa kundi lako hili katika siku njema ya leo. Umekuwa na cha kusema masikioni mwetu, cha kutusaidia Baba yetu, kiasi kwamba asitokee hata moja siku ya siku ukasema masikioni mwako ya kwamba sikusikia yale ambayo nilitakiwa kuyafanya. Mungu, kwa haya ambayo Baba yamesikiwa, madhabahu yako Mungu haikuwazuilia wote lile jema na kuweza kuwaponya watoto wako hawa wazuri ulioangalamia Mungu. Baba, tunakushukuru. Haya ni mazuri, yanabariki, yanapendeza, yamejaa wokovu, yamejaa uponyaji. Mungu, Baba, yeyote imeguswa na tunajisikia vizuri kuwa na madhabahu kama hiyo, bali nawasilisha vitu vyema vya kutusaidia. Kuombe Baba, pokea shukrani zetu nyingi na jinsi ambavyo Mungu alikukaa kimya, umeashiria vitu hivi vizuri ili vitusaidie, ili vituimarishe, ili kwayo tufarijike. Maana mara nyingine watu hufika mahali wanajiona ya kwamba wao wakushindwa tu, lakini Baba umesema tumeitwa na wewe ili tuwe washindi, na tushukuru sana kwa ajili ya hilo. Baba, zaidi ya yote tusaidie tukayaishi haya. Mungu, tusaidie na utukumbushe mara kwa mara kupitia Roho wako Mtakatifu. Mungu wetu, Mfalme wetu, unaweza na ukusema mengi, lakini asante kwako Jehova, umetuahidi ukisema ya kwamba wewe ni Mungu ambaye weza kutenda mambo makubwa na ya ajabu zaidi ya yale ambayo sisi wasamuni wako tunaomba na hata kuyaweza. Tunayo mengi yasiyohesabika kwenye vilindi vya mioyo yetu, tunatamani kuyaleta kwako, lakini Baba, muda hautoshi.
Mshukuru kwamba unayaona yote yanayojaza mioyo yetu. Baba yetu na Mungu wetu, unakwenda kufanyika jibu, unakwenda kutenda. Haijalishi hatujatamka masikioni mwako yaliyo mengi, lakini Baba yetu na Mungu wetu ni juu, unatenda sawa na uhitaji wetu katika jina la Yesu. Shemas, dakika 2, nafikiri 2 zinakutosha. Maombi yenye upako, na nilikuandaa mapema kwa ajili ya jambo hilo. Naamini ya kwamba utatuombea kwa mapogoza. Maombi yako, maombezi yako hayatakuwa butu, hayatakuwa ya kichovu. Tamka kitu masikioni mwa Mungu kwa ajili ya wanawake hawa na wanaume, vijana wetu, watoto wetu, wazee. Tamka kitu masikioni mwa Mungu, afanya kitu kwao, kwetu. Karibu. Amina. Basi Mungu anaweza kufanya kitu kipya kwenye maisha yako. Hata kama unaona haiwezekani, yuko Mungu ambaye anaweza mambo yote. Yeye ni mkuu sana zaidi ya wale ambao wanapitia. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ninakuinua Baba na kutukuza na kukupa sifa kwa sababu unastahili. Wewe ni mwema sana jemedari, wewe ni mwema sana mfalme, wewe ni mwema sana Jehova. Tena ni mwenye nguvu, tena ni mwenye uwezo, tena Bwana unatisha. Ni Mungu uwezaye, ni Mungu toshaye. Hakuna zaidi yako, hakuna kama wewe, hakuna zaidi yako, hakuna kama wewe. Na nitazama Jehova, nasogeza mfalme watoto wako jemedari mahali hapa Bwana, wako mama, wako baba, Mungu ajabu, wako watoto, wako mabinti, wako vijana jemedari, Mungu ajabu. Tupo mahali hapa Baba, kama kanisa tunahitaji msaada wako, tunahitaji neema yako, tunahitaji neema yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yako mambo hapo Baba, peke yetu hatuwezi, ila neema hatuwezi, ila mtendo hatuwezi, ila mkono wako Baba sisi hatuwezi. Na ndio maana jemedari tunakimbilia Bwana, na ndio maana mfalme tumekuja mahali hapa ili kwamba wese jemedari kushughulika na mambo yale makubwa kwetu. Hakika Bwana, wako si kitu, wako ni madogo. Haya ambayo jemedari wanadamu wezekani, wako Mungu sivyo, wana wako jemedari wakawezekana. Kwa jina la Yesu Kristo, naomba Bwana Yesu, rusha sasa, Bwana sasa, rusha tena kwa jina la Yesu, rusha Bwana, rusha mfalme, Mungu zako, Mungu wachana, wametabia kwamba mikanda nyoko, wamikanda nyeto, wamina wote, wakafanya, wamina uzima, wama njema, wama vipale, wama ushige, wama uweza, wani chela, watoto, waka Yesu, rusha Baba, rusha mfalme, rusha Baba, wale mchela, wamesikia, wamesaidia, wamesikia, wamesaidia, wamesikia, rosa, kwa jina la Yesu, wakapate kwa jina, wakapate kwa jina, kwa jina la Yesu. Sasa uweza Baba, wangu zako, wema chako, ikashushe kuyao, ambo Baba, ikawasaidia, wenye mahitaji yao, ikawasaidia, wenye wazao, ikawasaidia, hali ambapo Baba, wamepanga kuweka, kwa jina la Yesu, ikachemea chako, ikawavusha, huko makazini, wenye wazao, wenye kanisa, wenye sasa, wenye huruma zao, Yesu Yesu, Bwana kunigura, wenye kuponya, wenye kusaidia, kwa jina la Yesu. Mambo ya mwema, umetufundisha leo, namna Bwana ya kutunza uponyaji, ya kutunza usura, ile neema ikachiliwe kwa yetu Baba, ya kutunza usura, ya kutunza uponyaji, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Walikuwepo kina Magdalena, walipoponya Baba, kulisha jana, kulisha jana,
Bwana Yesu asifiwe. Ushauri wangu wa bure. Praising team walikula muda sana, kwa hiyo nimesimama kwa kuchelewa. Kwa hiyo niombe tu kwamba vile vikao vifupishwe na visiwe vingi sana. Kama si lazima sana, si cha lazima sana.